Wapendwa wana wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Anayekuletea neno la Mungu katika huduma hii ya Christ Altar ama madhabahu ya Kristo ni mimi Christian Mwabukusi. Kumbuka tuko katika maombi kwa ajili ya taifa letu kwa mwaka huu. Ninapenda kuhamasisha, haya ni maombi ya pamoja, lakini maombi ya kila mmoja wetu anapokuwa nyumbani ama vikundi vya maombi. Nataka kusisitiza jambo hilo sana. Na mistari ambayo ninapenda tuitafakari na tunaitumia katika kipindi hiki ni ile inayopatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 na 34. Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 na 34. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Tuombe. Baba, tunakuja kwako tena siku ya leo. Mimi pamoja na mwenzangu tunakuja kwa njia ya kuomba toba na msamaha kwako kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba utusamehe Bwana, ninaomba ututakase. Tunakushukuru kwa kutulinda mpaka sasa na kutupa fursa hii ambayo tunaitumia sasa kutafakari maneno yako na kuomba pia. Tunamuomba Roho Mtakatifu wa Mungu, mwalimu wa kweli, kiongozi wa kweli, mlezi anayetulea na kututunza na kutuongoza mpaka tufike mbinguni. Tunamuomba huyo Roho Mtakatifu atusaidie kutafakari kwetu na kuomba kwetu. Mungu Baba, ninaomba wema wako na fadhili zako vikae pamoja nasi kwa utukufu wa jina Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Wapendwa wana wa Mungu, niliwaambia mwanzoni kwamba tunamuomba Mungu ufalme wake uje. Anaposema tuombe kwamba ufalme wake uje, kwa mfano kwenye kile kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 9, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Ukiona Mungu anasema ufalme wako uje, maana yake haupo. Ufalme wake haupo. Kwa hiyo mbinguni ni ndio kwenye ufalme wa Mungu. Nchi Mungu amewapa wanadamu, na wanadamu wana mambo yao. Kama wangeujua ufalme wa mbinguni, wasingemsulubisha Yesu. Kwa hiyo walimsulubisha kwa sababu hawamjui. Unaona? Kwa hiyo nataka uelewe kitu kimoja. Ufalme wa mbinguni uko kwa mtu mmoja mmoja, hauko katika mifumo. Mifumo haina ufalme wa mbinguni. Na tunapomwambia Mungu Baba ufalme wako uje, ufalme wa mbinguni ni mifumo. Kama ambavyo katika Tanzania yetu hii, mifumo yetu ina mihimili mitatu, na hiyo mihimili mitatu ina miongozo, ina sheria, ina kanuni, ina taratibu zake. Kadhalika na ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo tunapomwambia Mungu Baba tunaomba ufalme wako uje, tafsiri yake tunamuomba Mungu Baba atusaidie kwa kupitia ufalme wake. Wafalme walioko duniani wakipata changamoto wana namna zao za kusuluhisha zile changamoto. Kwa mfano, taifa la Misri lilikuwa likipata shida, linawatafuta waganga na wachawi. Kwenye kitabu cha Isaya 18 mstari wa kwanza pale nitakusomea mpaka ule mstari wa 3. Mungu anasema hivi: ufunuo juu ya Misri, tazama Bwana amepanda juu ya wingu jepesi, anafika Misri, na sanamu za Misri zinatikisika mbele zake, na moyo wa Misri unayeyuka ndani yake. Nami nitawaamsha wa Misri juu ya Misri, nao watapigana kila mtu na ndugu yake, na kila mtu na jirani yake, mji juu ya mji, na ufalme juu ya ufalme. Na roho ya Misri, roho ya Misri, hajasema roho ya mtu, roho ya Misri. Hata Tanzania ina roho, na roho ya Misri itamwagika kabisa katikati yake. Nami nitawabatilisha mashauri yake, nao watakwenda kwa sanamu zao 1, na kwa waganga 2, na kwa wapiga ramli 3, na kwa wachawi 4. Kwa hiyo Wamisri wakipata changamoto wanaenda kwenye sanamu. Yaani kuna vitu walikuwa wamevisimamisha, sanamu. Wanaenda kupiga magoti kwenye sanamu ziwasaidie. Anasema wataenda kwa sanamu zao, na kwa waganga, na kwa wapiga ramli wanaobashiri, na kwa wachawi. Unaona? Kwa hiyo huyo ni Mungu anasema hivyo. Kwa Mungu alipowatembelea Misri kuwashughulikia, wakakimbilia kwa waganga. Hata Tanzania hii kuna watu wakipata changamoto wanakimbilia kwa waganga. Ni ruksa.
ni kitu ambacho kimekubalika. Sasa watu waliomo ndani ya kanisa wanafanya uzembe mkubwa kwa kuto kuomba na kuhakikisha kwamba ufalme wa mbinguni unatawala kwenye kila eneo la taifa letu. Wengi wa watu ambao wako ndani ya kanisa wanataka waombe ili wapate magari. Magari yanaisha uzuri wake baada ya miaka kadhaa. Wengi wanataka wapate umaarufu huu na ule. Umaarufu wote unaisha, una ukomo. Tulikuwa nasema kwenye masomo yetu ya chumi, economics, tunasema kwamba utility value, yani kitu kinakuwa kina mvuto unapokipokea mwanzo. Unapoendelea kukaa nacho ule mvuto wake unachuja, ndio hiyo inaitwa utility value. Na kama kwenye jedwali lake la graph unalichola, inaenda hivi juu, afu inafika mahali fulani inanyooka. Ndio tafsiri yake. Kwa chochote ambacho unakitamani katika Ukristo wako kitaisha utamu wake. Zamani sana, wakati naanza kazi, nimemaliza chuo, naanza kazi, nikawa natamani sana kujenga nyumba. Nikajenga nyumba, nikakaa ndani yake. Ikafika mahali ile nyumba tumeikinai, hatuitaki. Tukaja tukajenga nyumba nyingine, tumekaa kwenye ile nyumba, imetukinai, hatuitaki. Sasa hivi tuko kwenye nyumba hii. Kwa hiyo thamani yoyote ya duniani ina kinai, unaona? Kwa hiyo ndio maana nasema badala ya kuweka kipaumbele cha kujiombea mafanikio yetu binafsi, kwanza tuombe mfumo wa Mungu kwenye taifa letu, na mfumo wa Mungu kwenye taifa letu utawale kwenye kanisa, utawale viongozi wakubwa walioko ndani ya kanisa, utawale viongozi wa kijamii. Utaona naongelea mambo mawili, kanisa na jamii. Sasa naposema jamii, ni masuala mengine yote yanayohusu ustawi wa jamii, yanayohusu kazi za mikono yetu, yanayohusu siasa, yanayohusu elimu ambazo tunazo. Kwa hiyo tunafanya maombi ya kuomba mfumo wa Mungu kwenye mifumo tulio nayo, kwa sababu hii mifumo tulio nayo sio rasmi kwa Mungu. Kuna wakati Roho Mtakatifu nilikuwa namuomba siku moja, nikamwambia naomba unipe kazi, naomba unipe ajira kwenye hili shirika. Sasa chukulia nitaje kama benki labda ya NMB. Nimwambie Bwana Yesu, ninakuomba nipate kazi NMB. Sasa msamiati NMB mbele za Mungu haupo. Mungu hajui NMB ni nini. Mungu hajui CRDB ni nini. Mungu hajui bunge la Tanzania ni nini. Mungu hajui ikulu ya Tanzania ni nini. Mungu hajui mahakama ya Tanzania ni nini. Mungu Baba muumbaji wa mbingu na nchi alinijibu jibu la namna hiyo. Nilipokuwa namwambia naomba hela, akaniambia hela ni nini? Sasa Mungu ana uwezo wa kuona mpaka kwenye moyo nilikuwa na maanisha nini. Akasema hayo makaratasi yenu. Ina maana hata fedha za kwetu hazijulikani mbinguni. Kama dunia haimjui Yesu, Yesu haijui dunia. Ndio kanuni iliyopo. Kwa hiyo sisi tunaomjua Yesu tulioko duniani, ndio wajibu wetu sisi kupeleka taarifa mbinguni kwamba hapa duniani kuna chombo hiki. Tunaomba sasa kitambulike mbinguni kama chombo rasmi. Kwenye kile kitabu cha Mathayo sura 16 ule mstari wa 19, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Hizo funguo anamwambia Petro. Kwa hiyo hizo funguo analikabidhi kanisa. Kwa hiyo kanisa ndilo ambalo, kwa mfano hapa duniani, ngoja niseme hivi, walioanzisha labda benki ya CRDB, ukiangalia katiba, ukiangalia miongozo na kanuni, ukiangalia maono yao, ukiangalia na utume, naongelea mission na vision na mission, maono na utume walionao, hauna mahusiano kabisa na mbingu za Mungu. Hauna. Kwa hiyo unapoenda kumwambia Mungu Baba, kuna benki inaitwa CRDB, kuna benki inaitwa NMB, walioanzisha hawakuanzisha wakiwa na Mungu kwenye moyo, walianzisha wakiwa na matakwa yao na utashi wao. Kwa hiyo mbinguni, hata ukimwambia Mungu naomba kazi CRDB, Mungu anapekua kwenye mafaili yake, hamna CRDB, hamna nini. Ndio maana ya ujio wa Yesu.
Kilichotakiwa ili CRDB ifahamike mbinguni kwa Yesu, walitakiwa watu wanaoanzisha CRDB jumlisha viongozi wao wa kiimani waingie kwenye ibada special ya hicho walichokianzisha. Kwa hiyo wangechukua vile vitabu, sample ya vile vitabu, halafu wangechukua na bidhaa watakao kuwa wanaitumia, labda pesa, labda sasa kwa mfano kama CRDB itabidi watoe labda noti za 10,000, milioni moja, ile bando moja milioni moja, alafu 5,500, 500,000, 2,200, 200,000, 1,100, 1,100, sarafu za 50 zile za 500 na kuendelea. Alafu zile product zinawekwa madhabahuni, halafu hawa watu wanaziombea kwamba Mungu Baba, kuna mfumo wa kipesa, kuna kampuni ama shirika limeanzishwa, mabenki imeanzishwa, ambayo tunataka tuipatanishe kwa nguvu ya damu ya Yesu. Tunataka CRDB ieleweke mbinguni, ijulikane mbinguni. Kwa hiyo tunaileta, tunaweka wakfu. Ndio maana unakuta tukinunua vitu makanisani huwa wanaweka wakfu, kwa sababu aliyetengeneza magitaa alitengeneza kwa ajili ya biashara, hakutengeneza kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo tunamwambia Mungu Baba, tunaomba kibali kwako, hili gitaa lililotengenezwa kwa ajili ya biashara sasa litambulike kwamba litatumika kwa ajili ya ibada, tena ibada kwako wewe Mungu. Ndio ilichotakiwa kufanya. Kwa hiyo ukimwambia Mungu kwa habari ya bunge la Tanzania, bunge la Tanzania litakiwa spika, yeye mwenyewe spika ndio aliordain, aliweke wakfu sambamba na viongozi wake wa kiimani kwamba hiki ni chombo kitakachowahudumia wa Tanzania. Unaenda kwenye mahakama hivyo hivyo, unaenda kwenye Ikulu hivyo hivyo. Kwa hiyo mifumo tulio nayo duniani haitambuliki na Mungu kwa sababu haikufanyika ibada special. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16 mpaka 20. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Vitu vilivyo juu ya nchi ni pamoja na taasisi zote, zinatakiwa zipatanishwe na nafsi yake kwa njia ya msalaba. Kila kitu ili kijulikane ama kikubalike, chochote tunachokianzisha kilikuwa kinatakiwa kipatanishwe na mbingu. Ndio tafsiri yake, na huduma hii ilitakiwa ifanywe na kanisa. Kwa hiyo mtu anaanzisha kampuni yake, mtu anaanzisha mradi wake, anaanzisha na anakuwa na brand name, anakuwa na jina la biashara yake. Sasa ili hiyo biashara ama hiyo taasisi iweze kujulikana mbinguni, basi kulikuwa kunatakiwa kufanyike ibada maalum. Kwa hiyo ninaposema kwamba natamani tuombee taifa letu kwa mwaka huu, kwa sababu kuna baadhi ya misamiati hata tukimwambia Mungu haelewi. Kwa mfano, kuna wakati niliwahi kuombea, namuomba Mungu kwa habari ya ubadhirifu wa fedha. Kuna fedha fulani zilipotea katika taifa kwa namna ambayo ikaleta mgogoro mpaka bungeni. Wakawa wanaongea sijui Tegeta Explo, sijui EPA, sijui nini, mambo kibao yakawa yanazungumzwa. Sasa siku moja nikamwendea Mungu na hilo hoja, nikamwambia Mungu, Baba, mbona mambo haya yanaendelea huku? Akaniambia kuna nini? Nikaambia na upotevu wa hela. Akaambia mimi sijui, kwa sababu mimi sijahusishwa wala sina interest wala sina chochote kwenye fedha zetu za nchi. Unaona? Kwa sasa kama kanisa ni wajibu wetu sisi kuhakikisha kwamba tunafanya vitu sahihi kwa ajili ya mifumo yote iliyopo. Kwa mfano, nilikuwa nawafundisha wanafunzi kwamba unapomaliza chuo, unachukua kile cheti chako cha chuo, unachukua na bahasha yako ya sadaka, unaenda kanisani, unasimama mbele ya madhabahu, unamwambia Mungu, Baba, nakushukuru wewe Mungu umenilinda nilipokuwa pale chuoni. Mwaka wa kwanza niliposoma, wenzangu wengine walifariki, wengine walishindwa kuendelea kwa sababu walikuwa hawana ada. Mwaka wa pili wengine walifariki,
wengine walishindwa kuwa na ada, mwaka wa 3 wengine walifariki, wengine mwaka wa 4. Na sasa Mungu Baba, nimemaliza. Kilichonipeleka pale chuoni na ushahidi kwamba nilikuwepo pale chuoni ni hiki cheti ambacho na kuonyesha hapa madhabahuni. Na sasa Mungu Baba, nimekuja kukushukuru wewe, kwa sababu bila wewe mimi nisingefanikiwa hivi. Na kwa hiyo naomba utambue hiki cheti changu cha chuo kikuu cha Dar es Salaam kwamba ni cheti halisi, na ninaomba hiki cheti kijulikane mbinguni, na kipatanisha hiki cheti na madhabahu yako. Kwa hiki cheti ndio ushahidi nilio nao. Naomba sasa Mungu Baba upokee shukrani zangu, upokee na sifa zangu. Unaacha sadaka yako pale kwenye chombo, unaondoka na cheti chako. Sasa hicho cheti utakapoenda kuombea kazi, hata kama una lower second utapata kazi. Mwenye upper first, mwenye first class hatapata. Wewe mwenye lower utapata. Kwa nini? Kwa sababu ulimtambua Mungu kwanza katika mchakato mzima wa mafanikio yako. Kuna jambo moja, ama Mungu Mwenyezi awepo kwenye mfumo, na haitoshi tu kusema Mungu tunakuomba na nini na nini na nini. Wala haitoshi tu kushika Biblia kwamba mimi ninaapa kwamba amna. Unaweza kaapa kwenye Biblia na bado usifanye kilichomo kwenye Biblia. Kwa tunahitaji nguvu ya ziada, na nguvu hiyo ya ziada ndio hiyo nasema tumuombe Mungu Baba ufalme wake uje, na ule ufalme wake ukija uingie kwenye mifumo yote, uingie kwenye mihimili yote, uingie kwenye mchakato wote, uingie kwa kila mtu Mtanzania anayepiga kura, uingie kwake. Ninachotaka kusema, mifumo ya Tanzania mbinguni haipo, kwa sababu haikuwekwa rasmi. Na taifa hili sio taifa la kidini, lakini ni taifa lina imani. Kwa hiyo ni taifa la kiimani, na Ukristo sio dini, ni imani. Wanaosema Ukristo ni dini au wamechakachuliwa. Ni sasa na kusema kwamba huyu mtu ni Mnyakyusa ama ni Mbena ama ni Mpare ama ni Mchaga, yani vitu kama hivyo. Unaona? Kwa hiyo Ukristo sio dini. Dini ni mfumo. Ukristo ni imani. Imani sio mfumo. Imani ni maisha ya huyu anayeamini. Kwa hiyo ni muhimu tuombe toba kwa ajili ya nini? Tunapoomba kwa ajili ya taifa hili kwa mwaka huu, na watu wote ambao wanaelewa, ni lazima kuomba. Na wakati mwingine ikiwezekana, tafuta hata ramani ndogo ya Tanzania ambayo ina majina ya mikoa yote. Utakuwa unaweka sadaka juu ya hiyo ramani, unamuomba Mungu usiku na mchana, unataja kila mkoa, unataja ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa, bahari ya Hindi, visiwa vya Unguja na Pemba. Unataja kila mkoa na kila eneo kwamba Mungu Baba, naomba ufalme wako utawale kwenye nchi hii. Na lazima tumuombe Mungu kwa shauku ya moyo. Tuombe Mungu kwa uhitaji, kwamba tuna uhitaji, tunamtaka Mungu kwenye taifa letu. Kwa hiyo ninachoombea mimi na kueleza hivyo, lakini kitu ninachomwomba Mungu atumiminie roho ya kwake itakayotusaidia sisi kuweza kuomba. Tanzania inahitaji waombaji, sio waongeaji. Inahitaji waombaji. Mifumo yetu inahitaji waombaji, na ni maombi ambayo yana uwezo wa kumleta Roho Mtakatifu. Sio maombi ya kubarasa, ni maombi ya kuweza kuleta uwepo wa Roho Mtakatifu. Kama ni toba, lazima tufanye toba na tuongee kwa maneno bila kumung'unya maneno. Manake malalamiko sio njia mojawapo ya Mungu kutuletea msaada. Manung'uniko, malalamiko, kuhukumu, kunyoosha vidole sio njia sahihi ya kuleta majibu katika taifa hili. Kwa hiyo kwenye Luka 18 mstari wa kwanza, Luka 18 mstari wa kwanza anasema hivi: akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Imetupasa kumwomba Mungu siku zote, siku 366 ama siku 365 na robo imetupasa kumwomba Mungu. Na mahali pengine ambapo tunaona ni katika Luka sura ya 22 mstari wa 40 mpaka 44. Alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Ombeni, mkiomba hamtaingia kwenye majaribu. Majaribu ya nini? Majaribu ya kuanza kupambana na vyombo vya usalama mwaka huu, kwa sababu wanaokalia viti hawataki kuachia. Kwa hiyo lazima tutumie maombi. Hakuna mtu anayetaka kuachia madaraka, hamna. Sijawahi kuona katika dunia hii
Hata shetani mbinguni alipoambiwa aondoke alikataa. Ni Adam na Hawa tu waliambiwa watoke bustani wakaondoka wakakubali. Ni sisi binadamu tu, lakini kuna binadamu wengine hapana, hawataki. Kwa hiyo watatumia kila mbinu. Unaona? Kwa hiyo lazima kufanya maombi. Ombea mifumo yote. Kama jeshi la polisi na kukera, maombi kwa Mungu kwa ajili ya jeshi la polisi, weka sadaka juu yake, omba kwa mzigo. Mwambie Mungu, Baba, nataka udhihirishe nguvu zako na uwezo wako juu ya taasisi hii ya jeshi la polisi. Utaenda kwenye jeshi la wananchi, utaenda kwenye jeshi la magereza, utafanya maombi namna hiyo. Sisi hatutumii vita kwa silaha za kimwili, tunatumia vita kwa silaha za kiroho. Anaendelea, mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Huyu ni mwana wa Mungu ambaye ana malaika ambao ni wapiganaji, wangeweza kusambaratisha kila kitu, lakini alitumia njia ya maombi akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, lakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Hakuja kumsaidia kupigana na wale wanaokuja kumfuata, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba. Dhiki ya Watanzania itusukume kuomba. Dhiki ya Watanzania isitusukume kutukana matusi. Dhiki ya Watanzania isitusukume kufanya vitu vibaya. Tutumie njia aliyotumia Bwana wetu, Mungu wetu na Mwokozi wetu. Ndio kitu ambacho unataka tufanye. Lakini maombi sio kitu kidogo. Unaelewa, mimi naongea hivi, ni rahisi sana kuhubiri, sio rahisi sana kuomba. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba maombi ni kama unaambiwa upande mlima Kilimanjaro na haujajiandaa. Kwa hiyo maombi ni mzigo. Maombi yamefananishwa na mtu aliyebeba ujauzito, ana mimba, kwenye Isaya 26:16 mpaka 19. Anasema tulikuwa kama tumebeba ujauzito. Unaona? Na hiyo Zekaria 12:10. Atatumwagia roho ya neema na kuomba. Kwa hiyo tunatakiwa kuomba kwa ajili ya hili taifa. Tunataka waombaji watakaoomba kwa kufunga, watakaoomba huku wanakula, watakaoomba kwa kutembea, watakaoomba wakiwa wamelala, wengine wamepiga magoti, wengine wamesimama, watakaoomba, watakaopiga kelele kwa ajili ya Tanzania mpaka haki yake itokee kama mwangaza. Anasema Isaya katika Isaya sura ya 62. Anasema kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia hata haki yake itakapotokea kama mwangaza. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu, hawatasizia, hawatalala, hawatachoka mpaka ambacho kimetakiwa kutokea kitokee. Kwa hiyo tunachoomba kwa Mungu Baba sasa hivi, atujaze ujauzito wa maombi, atujaze roho ya neema na kuomba sawa sawa na Zekaria 12:10. Atujaze uwezo wa kuombea taifa hili, uwezo wa kuombea vijana, uwezo wa kuombea mifumo yote. Tunaitaka Tanzania mpya. Tunataka watu ambao wataitamkia Tanzania mambo mema, watakaoibariki Tanzania badala ya kuilaani. Tanzania inaweza kawa taifa zuri sana, lakini linahitaji wafanyakazi wanaoweza kufanya kazi pamoja na Bwana. Mungu Baba, tunakuja kwako tena, mimi pamoja na mwenzangu, katika jina la damu ya Yesu, tunakuja kwako kuomba wema wako na fadhili zako Bwana kwa ajili ya maisha yetu na kwa ajili ya taifa letu. Nakuja kwako Bwana nikilileta kanisa lako, ninaomba toba na msamaha wa dhambi kwa ajili ya kanisa. Kuna mahali ambapo viongozi wa kanisa wameshirikiana na watu wengine ambao sio wa mfumo wa kanisa kuweza kuleta hujuma kwa jamii, kuweza kuleta madhara kwa jamii, na viongozi wengine wamekuwa waoga kusema kweli. Wengine wamekuwa waoga kwa sababu ya dhambi zao, wanaogopa kwa sababu dhambi zao zinajulikana na mambo ya siri ya kwao yanajulikana, kwa hiyo wameogopa. Na wengine wamekuwa puppets. Baba, ninakuja kwako katika jina la damu ya Yesu. Nasimama kinyume kabisa na kila mtu anayelitaja jina la Yesu halafu anakuwa kama kuadi. Katika jina la damu ya Yesu ninaikataa roho yoyote ya kutumia jina la Yesu kwa namna ambayo ni duni, kwa namna ambayo haifai. Na ninakataa roho yoyote ya watu ambao wamechukua nafasi na hawawezi kuomba, wamechukua nafasi na hawawezi kusimama katika hizo nafasi. Wamekuwa watumishi wa uongo, wamekuwa watumishi wa tumbo, wamekuwa watumishi ambao wanaweza wakapewa rushwa na wakakubali. Wamekuwa watumishi kama Yuda Iskariote, wamekuwa wasaliti kama ambavyo Bwana Yesu umeniambia. Nami nakuja mbele zako Bwana Yesu, ninaomba rehema zako, naomba fadhili zako, ninaomba wema wako Bwana kwa ajili ya
taifa letu hili, nikianza kwa ajili ya mkoa huu katika jina la damu ya Yesu. Ninaiombea Arusha, naombea na Manyara, ninaiombea Kilimanjaro, naombea na Tanga, ninaiombea Pwani, naombea pamoja na Dar es Salaam, naombea Lindi pamoja na Mtwara, naombea Ruvuma, naombea Iringa pamoja na Njombe, naombea Mbeya pamoja na Songwe, naombea Rukwa, naombea Kigoma, naombea Katavi pamoja na Simiyu, naombea Mara pamoja na Mwanza, naombea Kagera pamoja na Geita, naombea Shinyanga, naombea Tabora, naleta hiyo mikoa yote, naleta Singida na Dodoma na Morogoro, naleta Unguja na Pemba, naleta bahari ya Hindi pamoja na ziwa Victoria na ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Wewe peke yake ndiwe Mungu juu ya taifa hili. Ninakuomba wewe kwa ajili ya jina lako mwenyewe uijinulie watu waaminifu ambao wewe mwenyewe kwa Roho wako Mtakatifu utawatumia kuweza kuombea taifa hili. Taifa hili linahitaji waombaji, taifa hili linahitaji maombi, taifa hili linahitaji mwelekeo mpya. Baba, ninakuomba katika jina la damu ya Yesu, naomba wewe mwenyewe ukatokee na wewe mwenyewe ukafanye mambo yote haya tunayokuomba. Ninaomba kwa ajili ya jina lake Yesu Kristo. Ninaomba Baba uwainue watu watakaoweza kufunga na kuomba. Uwainue watu watakaoweza kuomba usiku na mchana. Uwainue watu ambao Bwana wana mzigo ndani ya mioyo yao. Watu ambao hawana hamaki ndani yao. Watu wasiopenda kutumia lawama, wasiopenda kutumia kuhukumu, kulalamika, kunungunika. Yote hayo nayakataa. Ninaomba uwainue watu ambao wana mawazo chanya, wanaoweza kuomba, wanaoweza kuliombea taifa hili. Najua mifumo ya kuzimu inatafuta kila njia namna ya kuweza kutawala taifa hili na kuweza kupanda jina na kulingoa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuja mbele zako, ninaomba wema wako na fadhili zako tufunike katika jina lako Yesu Kristo. Tunaomba na kushukuru. Amen. Ubarikiwe na Bwana. Bwana Yesu, mimi nataka kutakaswa sana. Ninaomba moyo wangu wenzi yako, ukiangushe ndani yangu kilichoinuka.